Juzi nimekuwa kule Urusi. Nilienda Russia kwa niaba ya Wakenya, kwa sababu kuna vijana wetu wengine walijiingiza kwa matata, wakaenda ati wanafikiri ati watamenyana na mambo mengine kule. Wameenda kule, wamejiingiza kwa vita ambavyo hawajui kiini chake. Wanasema ati wanataka wapigane huko. Sasa wengine wachache wamepigwa, wamepoteza maisha yao. Sisi tumeenda kule kwa muda huu. Serikali ya Kenya imekuwa ikizungumza na tumetoa watoto wetu huko karibu 47 sasa, ambao wametoka Russia, walikuwa wamejiingiza kwa mtego. It is a serious thing. Kwa hivyo nataka nihimize kwa vijana wetu, ikiwa tunataka tutafute kazi kule nje, kwa sababu katiba inasema unaweza tafuta kazi nje, hakikisha kwamba unapata ushawishi kutoka kwa Department of Diaspora, na unapata ushawishi kutoka kwa Ministry of Labor, na unapata ushawishi kwa departments za serikali vizuri, kabla hujapanda ndege na kwenda kwa pahali ambapo haujui na hauelewi. Hii ndio shida tumekuwa nayo. Kwa hivyo nilipoenda kule, nilikuwa nazungumza kwa niaba ya Wakenya. Na ukweli wa mambo kwa vijana ambao wako hapa, ni vizuri niwaeleze kwamba kwa kisheria ya Kenya, Penal Code, sheria Penal Code kifungo ama cap section 68 of the Penal Code ya sheria ya Kenya inasema ni hatia, ni makosa Mkenya yeyote kuenda kujiunga na kikosi cha taifa lingine na kujiingiza kwa vita bila idhini ya Rais wa Jamhuri ya Kenya kama Commander in Chief wa majeshi wa Defense Forces za Kenya. Kwa hivyo hawa vijana ambao walienda kule walikeuka sheria, wamevunja sheria. Lakini sisi kama serikali tunatambua hawa ni Wakenya wetu. Na ndio kwa sababu nikaenda Russia tuzungumze, watoke kwa hali ya utata, warudi nyumbani, waende kwa familia zao. Hatutaki kuwafuata kisheria, kwa sababu tunataka labda tuzungumze iwe kama amnesty, tusiwafate. Lakini tumepanga na tumesikizana na serikali ya Russia kwamba kamwe tena hawataajiri wa Kenya kwa majeshi ya huko. Mambo hiyo ikome, tufanye kazi zingine. Na hawa walipoenda waliweka sahihi wenyewe. Hatukuwatuma kama serikali ya Kenya. Walienda peke yao wenyewe, na wengine hata hawakuambia wazazi wao. Wenyewe. Narudia hapo ili ieleweke kabisa kwamba the government cares, but we must also be responsible citizens. And to be responsible citizens is to follow the law, obey the law, follow the rule of law, alafu utakuwa a responsible citizen. Kwa hivyo nimezungumza haya kwa sababu I'm talking to young people. You are the majority in this country. We value your lives. We value you. We want you to contribute to the development of this country. Hatutaki muingie kwa shida na maisha yenu yapotee.